Okay, by name Sam Harold Nyangeri Gikenyi. We have known Pase for like now 3 years, more than 3. I think wakati ya COVID. Wakati wa COVID tulikuwa hapo. COVID siku tulikuwa tunakuja. Yeah, he was wearing a sweaty jacket, you know. Unajua things happen in life. Things happen in life. Found ourselves here. Kama huyo tu. Niaje. Good schooling, but wrong kind of friends. But at times, you know, life reaches a point, you know, you got to know whom you are, what you are, and especially, do you know who you are, yourself, and what your purpose in this life? Now, after that, contemplating on that, you'll find now, first of all, I'm in the wrong kind of friends, wrong kind of group. Yani, everything you're doing is all wrong. So that means 180 degrees turn around, 360 degrees actually, turn around of your life. And it's actually not easy. I think you've heard from my fellow friend here, not easy, the kind of friends, you know, with easy cheap money here and there. You get swayed. Not that our life is that, we're happy, no. But somebody who can comfort you and stick with you till you stand up. That's the main thing. But the main paramount thing is you and your God. Yeah, because me, I can say, actually, it's the grace of God. I'm here. Most of 3/4 of my friends are all dead, some in jail, because of shortcuts. You know, there's no shortcuts in life. No shortcuts. I'll tell you, there's no shortcuts in life. You've got these ladies here. I knew them when they were very good, lovely girls. Now they are ladies. They cannot even talk anything. They cannot, you get it? Yes. Yeah. Pasi tumetembea naye hata hata vile tumepost. I had an accident actually. He had grips. I was knocked up and then came upside down niaje. Unaona? Na ukaingia Unaona, you see, mimi nilitokaga. No, so I tell you, it's grace of God. I tell you, it's God. It's God. Because a lot of people, pale you go to the hospital, my friend, kuna people with money, pesa wako nayo. But my friend, Tell us exactly, when exactly did you find yourself in the streets? actually, let's say it's after 3 Because years after graduating from campus. After graduating. Yeah. So that means you found yourself from 2023. Exactly. You know, there was at that time Kenya was taking another change. Now it was whom do you know, well connection. Yeah. My dad had died. You see, everybody. Your dad died? So I've got no connection. Nobody to. You can be educated. This was the time when you've got a degree, my friend. That is yours. I tell you right now. Me, I'm telling you as we are speaking right now. Although, not that I'm tarnishing, but it's because of the Lord. The guy whom I was with him in campus, and he was a dropout. As you're speaking right now, is the general manager of Stand Church. The other one is in Absa. Does he know you are in this situation? Or? Exactly, we meet Harold. Let me tell you one thing. And how somebody can help you once. Yeah. And those are people. Hey, where have you been? Hey, this one are A's, the best A's. What do you mean? Unakeep undercover hata kwanza these are dropout ni kwao. They did not even graduate. Kidogo nikukate kidogo. Acha tuambie hao watu wenye wanasaidia mtu once na nakujua mlisoma naye wala labda mlitembea naye. Afa kukute tu kwa street akusaidie siku moja tu afa aende tu apotee. The problem rafiki yako ni rafiki yako, please. The problem comes vumilia kabisa na msaidie mpaka atoke kwa situation kama hii. Kama huyu unaona anamsaidia ni once na akapotea, si vizuri. Man of God, I'll tell you one thing. Like that one, I'll give you that one. You had like 3 friends of his at that time. He was telling me he had the first honors. Now, he brings you close. You might get somewhere a link up.
you might get to. Now he thinks that he knows the truth. Oh, you thought. I know you the thought truth. that time I was just. No. The person, let me tell you one thing. You want to work. Yeah. But this person, your friend, has got another problem here. You know the truth. He did not graduate. And He's a dropout. You see, just I think you might go high and reveal what. So most of they tend to, it gives you 10,000. My friend, that one cannot solve anything in my problem. Eh? You get it? Yeah, Those are handouts. Somebody is for you need. Okay, know what is my plan. What I'm doing. Okay, like right now, at my age, there are a lot of, you see, this was behind me. So you can imagine, Paka right now, they are graduates. Me thinking of going back, okay, want employment. No, it's what I've got in the head. And for a little bit of finance, we empower these youths. A lot of these youths I can see here, my friends. I'm a computer programmer and an analyst. I will learn that. Yeah, that's Computer programmer. Even IT, See, engineering. let us just take these people. This guy is a computer programmer. He's found himself in the street. Really, sincerely, he needs a help. You may be a director of a company. You may be just someone else, a servant of God, who is in a position to help this guy as a programmer, computer programmer. You see, amesoma na bado haja connect na mtu mwenye anaweza msaidia. You see this? So hii lazima watu wajue, tujue Mungu. Na wengi kama Sunday, kama siku ya leo, wengi wameenda kanisani, lakini Mungu, mimi nasemaga Mungu akuage tu kwa hiyo manyumba. Mungu anakuwa ameketi na nyinyi vile mmeketi hapa. Mungu amesimama nasi hivi tukiongea kwa TV hii na Great TV. So hivyo watu wanaona, wanasikia ushuhuda rafiki yetu. Sitaki aongee mambo mingi, lakini mumesikia amesoma, ako kwa street, hana uwezo yote. Tafadhali gusa tu ile, yani roho yako tu ya kusaidia ifunguke na tusaidia watu kama. Hakuna mambo ingine, hakuna target ingine tunayo kwa hii TV, ni kusaidia watu. Ukiguswa na hii video, please tunakuomba uconnect na sisi ili hao watu wasaidike. May God bless you. Ubarikiwe sana. Tutaongea zaidi. Na unaitwa nani? Majina yako kamili? John Peter. John Peter. Kwenye ni wapi? Mkangwani. Kwa hiyo umri inaonekana inapokuwa shule, mbona yuko shule uko kwa street? Nilikuwa nimetuma na baba yangu, nimeingia pesa kwa simu nikapoteza. Nikatoroka simu chake. Kwa hivyo baba yako anajua kwenye huko, na sasa unaweza taka usaidiaje? Kama unaweza taka kurudishwa nyumbani kwa familia ndio uendelee na shule. Ulikuwa shule kidato cha ngapi? 7. 7. Kwa hivyo ulikuwa umebakisha mwaka mmoja ufanye KPSEA. Kwa hivyo ulikuwa karibu yani kuenda secondary school. Kwa street umekaa miaka ngapi? Ama kwa muda gani? Hata niseme miaka ngapi? Kwa muda gani umekaa kwa street? Mwezi moja. Na hiyo mwezi moja umekaa kwa street, ni mambo gani umeona ambayo yanakupatia, unajua kitu inaitwa kama yani challenges, yani inakupatia kitu those challenges, yani unakutana na hali ugumu gani unakutana nayo katika hii maisha ya kukaa una nyumba, uko kwa street, jioni inafika watu wanaenda huko kwa street, unashinda utaenda wapi? Hiyo unaionaje? Mbaya. Sasa vile leo umepatiwa hii nguo na mtumishi ako hapa, ako tayari kuendelea kutusaidia kutembea na sisi.
ungetaka usaidiwe aje wewe kimaisha? Urudishwe kwenyu, upelekwe shule, upeanwe namba ya mzazi, apigiwe, upelekwe, hakuna mtu atakuchapa. Ama ungetaka kusaidiwaje kiwewe ndo maisha yako irudi? Kwa sababu ukiendelea kukaa kwa street hapa live utakuja ukuwe hardcore criminal. Unaona vijana wengine tuko nao, wengine wameanza kukua. Wewe unaona wewe ni kijana decent, utakuja anze kukua na hizo madrill nini, anze kuvuta glue. Wewe unaona vijana hajavuta you're still a student you're still a very good presentable, you're a presentable boy. Nakuulizaje, ungetaka usaidiaje? Ama ungeambia pastor ama mdhamini yote yako hapo anaweza taka kusaidia, ungetaka kusaidie vipi? Nataka anirudishe nyumbani. Rudishe nyumbani. Nyumbani wapi? Kawangware. Kawangware. Unaweza unakuwa na namba ya mzazi wako uko nayo kwa kichwa, lakini unajua kwenu ni Kawangware wapi? Soko Mjinga. Soko Mjinga. Soko Mjinga. Sawa. Sasa tutaangalia vile tutafanya na Wednesday. Sasa tutakuonyesha kwenye utanipata, tutawasiliana na pasta, utaona vile utasaidika bro. Tuwezi taka uendelee kukaa huku na it is just kuna wengine hata tukurudisha kwao pasta watasaidika. Wenye wana makao nini au sisi au ndo tutasaidia tu pia kivingine. Pia mimi niko kama wewe, pia mimi nategemea usaidizi ya pasta. Mimi hapo pia kama mtu anaweza nisaidia pia kikazi, kimaisha, hali yangu ibadilike. Hivyo tukijipata kwa street sio kupenda kwa huku pasta. Ni challenge. Yeah. Hata mimi nikikuja town mara ya kwanza pasta, nilikuwa nimeanza maisha mzuri, lakini the company ama tuseme hata naita ni filamu, hata company kwa mienendo yangu mwenyewe, labda kutosikiza wazazi ama kutofuata, yani kukataa mambo ya Mungu, labda kujifanya kichwa ngumu, unanipata? Hiyo ndio iliniletea hii mambo yote, shida yote ninaona. So mimi wewe ni kijana na umri mdogo, na if this boy continues being in the street for some like 4-5 years, his life will be ruined. So what I can advise you bro, utakutafuta pale, unajua area yetu pale smoking hapo, kwa hiyo cha Kanjo, Nairobi City County, hapo ndo utakuja, nitakupatia appointment sasa, atakuja vile atakusaidia. Ndio.